tunaweza tukatengeneza special sheets tukaziprint ambazo zitakuwa zina hiyo follow up date na follow up note. Kwa hizi ambazo zinakuwa ni manual tukawa tunazihandle kwa style hiyo. Kwa kama ni mtu kamcheki kwenye WhatsApp au kwa normal calls unaenda tu unaifill pale kwamba hii issue inahitajika kufanywa follow up. Alafu na Evelyn pale kwenye website ukiwa unaandika zile follow up note unatakiwa uziandike katika namna ambayo unaassume kwamba mtu mwingine yoyote akiwa anaiangalia ile ayo anaweza akaelewa. Yani usiandike kama unajiandikia mwenyewe for your own. Yani unaandika very short, muda mwingine unaandika tu follow up, siji unaandika tomorrow. Kwa mtu unakuwa hujui tomorrow unamaanisha nini? Unamaanisha kumcheki tomorrow au hakupatikana. Yani kuna namna fulani unaandika zinakuwa haziko detailed, kuna bidii uziandike vizuri ili hata kipindi, kwa sababu sasa hivi pia tunatuma SMS hizi bulk SMS, normal text I mean. Kwa hiyo zile status za order kuwa pending, active, follow up unaweza ukazituma katika logic ambayo unatuma kwa watu wote ambao order zao ziko na status ya follow up, au unatuma kwa watu wote ambao order zao ziko katika status ya delivered. Kwa hiyo kuna namna lazima hicho kitu ukipe kipaumbele kuhakikisha zote unaziflag katika namna nzuri.